Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, leo tunaenda kuzungumzia mada inayowagusa wengi na labda inawapa changamoto baadhi yetu. Tunazungumzia jinsi ya kujenga mvuto kwa mwanamke kiasi kwamba yeye mwenyewe anaanza kukupenda na hata kukutongoza. Sio jambo la ajabu au lisilowezekana, ni suala la kuelewa saikolojia na kuweka mikakati sahihi. Tukumbuke, hii sio kuhusu kudanganya au kulazimisha mtu, bali ni kuhusu kujenga thamani yako na kuonyesha ubora wako. Sehemu ya 1. Jenga kujiamini kwako na thamani yako. Hatua ya kwanza na muhimu zaidi ni wewe mwenyewe. Mwanamke anavutiwa na mwanaume anayejiamini na anayejijua thamani yake. Hii inajidhihirisha katika kila kitu unachofanya, kutoka jinsi unavyotembea, unavyozungumza, hadi jinsi unavyojitunza. Jijali kimwili na kimali, hakikisha unajitunza vizuri. Mavazi safi, harufu nzuri na usafi binafsi ni muhimu. Pia, jitahidi kuwa na maisha yenye mpangilio, iwe ni katika kazi yako, biashara, au shughuli nyinginezo. Mafanikio na malengo yanaongeza mvuto. Kuwa na maisha yako. Usionekane kama maisha yako yote yanamtegemea yeye. Kuwa na marafiki zako, burudani zako, na malengo yako binafsi. Hii inamfanya aone una maisha yenye kuvutia, na utamuongezea thamani kwenye maisha yake badala ya kumtegemea yeye kuyafanya maisha yako yawe kamili. Jijenge kiakili na kiroho. Soma vitabu, jifunze mambo mapya, jishughulishe na mazoezi ya akili. Mwanamke anapenda mwanaume mwenye akili, ambaye wanaweza kuzungumza naye mambo mbalimbali na kujifunza kutoka kwake. Kiroho pia, kuwa na msimamo wako na maadili kuna kufanya uwe na nguvu ya ndani. Sehemu ya 2. Mawasiliano yenye akili na ucheshi. Mara baada ya kujijengea msingi imara, sasa ni wakati wa kuonesha ubora wako kupitia mawasiliano. Mwanamke anapenda kusikilizwa. Mwache azungumze, muulize maswali yanayoonesha unajali na unamsikiliza kweli. Hii inamfanya ajisikie anathaminiwa na kueleweka. Tumia ucheshi kwa busara. Ucheshi ni silaha kubwa ya mvuto. Mwanaume anayeweza kumchekesha mwanamke bila kuonekana mpumbavu au mzembe ana nafasi kubwa. Lakini hakikisha ucheshi wako unamheshimu yeye na haumdhalilishi. Tumia lugha ya mwili inayojiamini. Angaliana machoni, simama wima, tabasamu. Muonyeshe upekee wake. Badala ya kumsifu tu kwa uzuri wake wa nje, msifie kwa sifa zake za kipekee, kama vile akili yake, jinsi anavyofanya kazi fulani, au jinsi anavyoshughulikia changamoto. Hii inamfanya ajisikie tofauti na wanawake wengine, na kwamba umemwangalia kwa undani zaidi. Msikilize, lakini usiwe yes man. Ni muhimu kusikiliza maoni yake, lakini pia uwe na misimamo yako. Usikubali kila kitu anachokisema ili tu kumpendeza. Kuwa na misimamo thabiti kunamfanya akuone una nguvu ya tabia. Sehemu ya 3. Ishara ndogo zenye nguvu. Kuna vitu vidogo unavyoweza kufanya ambavyo vitamtuma ujumbe sahihi kwake na kumshawishi akupende zaidi. Mpe nafasi ya kukukosa. Usimtumie meseji kila wakati au kumpigia simu kila dakika. Mpe nafasi ya kujua kutokwako, ya kukukosa. Hii inamfanya afikiri kukuhusu na kutamani uwepo wako. Msaidie pasipo kutarajia malipo. Toa msaada wako pale inapohitajika, bila kutarajia malipo au kumlazimisha akufanyie kitu. Iwe ni kumsaidia kubeba vitu, kumshauri kwenye jambo fulani, au kumsikiliza tu. Matendo ya huruma na ukarimu huacha alama kubwa. Kuwa challenger kidogo. Hii haimaanishi kumkosoa au kumbishia kila wakati. Inamaanisha kutomruhusu akufanyie kila kitu anachotaka. Kuwa na mipaka yako na umuonyeshe kuwa una viwango vyako. Hii inamfanya akuchukulie kwa uzito zaidi na kutaka kukudhibiti. Tumia push-pull technique kwa busara. Mara nyingine, mpe hisia ya kuwa unamhitaji sana, na mara nyingine mpe hisia ya kuwa yeye ndiye anakuhitaji zaidi. Kwa mfano, wewe ni mwanamke mzuri sana lakini sielewi kwa nini bado hujaoa. Au wewe ni mcheshi sana lakini najua unajua jinsi ya kuwa serious pale inapohitajika. Hii inamchanganya kidogo na kumfanya kufikirie zaidi. Tahadhari. Tumia hii kwa busara sana, isije ikafika mahali ukamkera au akadhani humtambui. Sehemu ya 4. Jinsi ya kumfanya aanze kukutongoza. Hatimaye, lengo letu ni kumfanya aanze kukutafuta yeye mwenyewe. Muonyeshe wazi kuwa unavutiwa naye, lakini usionekane mwenye kukata tamaa. Muonyeshe ishara wazi kuwa unamvutia, lakini usionekane umekata tamaa au unamhitaji sana. Kwa mfano, kumwangalia machoni kwa muda mrefu kidogo huku unatabasamu, kumsifia kwa jambo dogo lakini la maana, au kumgusa mkono kwa bahati mbaya wakati mmezungumza. Acha maswali hasi yajibiwe na yeye mwenyewe. Kama haonyeshi dalili za kukupenda au anakuepuka, usimfuatilie sana. Mpe nafasi ya kujipanga. Acha ajishawishi mwenyewe kwa nini anahitaji wewe katika maisha yake. Kuwa mtulivu na mvumilivu.
Mtaji wa mchakato huu unahitaji uvumilivu. Usikate tamaa haraka. Mwanamke anapenda mwanaume mwenye subira, anayeweza kusubiri bila kulazimisha. Jenga hisia za furaha na utulivu karibu naye. Hakikisha unapotumia muda naye anajisikia furaha, salama na huru. Kuwa chanzo cha furaha kwake na sio chanzo cha stress. Anapokuwa anafurahia uwepo wako, atatamani uwepo wako zaidi. Ndugu zangu, kumbukeni kwamba mvuto ni suala la saikolojia na kujitambua. Jenga thamani yako, jiamini, jali wengine na utumie busara katika mawasiliano yako. Usilazimishe mapenzi, bali jenga mazingira ambayo yatamfanya mwanamke akuone kama zawadi na atamani kuwa na wewe. Anza kutekeleza haya na utastaajabu jinsi wanawake wenyewe watakavyokuanza kutafuta. Asante sana kwa kunisikiliza.